kuoa ama kuolewa kibiblia sio lazima, ni ihali. Ndio maana mwenye ndoa zake aliyezianzisha mwenyewe alipokuja hakufanya nini? Hakuoa Yesu mwenyewe. Lakini sio Yesu, rudi kwenye Biblia yako. Elia hakuwahi kuwa na mke mpaka anapaa kwenda mbinguni. Sio Elia tu, Elisha pia hakuwahi kuwa na mke. Agano Jipya, Paulo hakuwahi kuwa na mke. Kwa mantiki hiyo, kama inaanza kukliki kwenye kichwa chako, kumbe duniani kwenye maisha tunayoishi, ndoa sio kila kitu kwenye maisha yetu. Ingawa jamii na vyanzo vya taarifa vingine tulivyo navyo, unajua dunia yetu ya leo tuna vyanzo vingi sana vya taarifa. Mfano sasa hivi tuna Google. Kuna taarifa nyingi sana unaweza ukazitoa humo ndani kwenye Google zinazozungumzia masuala ya ndoa. Lakini tuna Facebook, Instagram, Wikipedia, tuna taarifa nyingi ambazo tunaweza tukazipata kutoka kwenye vyanzo vingine. Taarifa ambayo mimi natamani niizungumzie sana, jamii tunazoishi, na wakati mwingine hata kanisa. Yaani utakuta kanisani mchungaji anakuambia, "Wewe Abdara, una miaka mingapi?" 27. Unasubiri nini? Ndevu zimeanza kuwa nyeupe na hauoi, na unakuta unamwataki mtu, lakini kuoa sio lazima. Lakini kwa condition ifuatayo, hata kuolewa. Asante pastor, asante sana. Lakini kwa condition zifuatazo, nitazifundisha mbele. Ngoja nigusie tu kidogo. Ukisema hivi, mimi nataka niishi kama Yesu, sitaoa, na kuna nili pia usinanili. Maana changamoto tulionayo leo kwa taarifa ambazo sio sahihi, kuna wadada leo duniani wanajiita single mother au wengine hata bado hawana watoto. Utakuta anasema, "Mimi nasoma, nipate kazi, ni focus na maisha yangu." Hawa wanaume wanapotezea, na wengi wanaosemaga hivyo ni wale ambao wameshakinywea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukimkuta mdada, wanaume hawa hawana maana, mimi na focus na maisha, jua kabisa huyo alishapiga ameshatandikwa mapigo yake kadhaa. Ndio maana anafikia hiyo point. Sasa ukisema hivi, sitaki kuolewa, sitaki kuoa, nataka niishi, maana yake pia usiimbe kwaya, maana kwaya lazima iwe na usajili. Sasa tuna watu leo duniani wanasema hivi, "Mimi sitaki kuingia kwenye ndoa," lakini kwaya anafanyaje? Yaani wewe ni chizi nafuya aliyo kwenye ndoa ambao sio nzuri. Kwa sababu ukisema kwaya unaimba, alafu hutaki kuolewa, maana yake kinachopatikana kwenye ndoa wewe unafanyaje? Maana yake umeolewa. Tena wewe umeolewa na watu wengi, kwa sababu wanaoimba nyimbo hizi kuna wakati hata kwenye kwaya moja, so utakuta kwaya moja mmesajiliwa, lakini ndani ya kwaya kuna vikundi pia Sasa hao wanaosema mimi nahitaji kuishi mwenyewe, ni lazima turudi kwenye Biblia tuone kuishi wenyewe tunaishije. Nimeanzia huku kwa nini wadogo zangu? Miaka ya nyuma na mimi nimekuwa nikisoma sana masuala ya mahusiano na nimekuwa nikiyafundisha sana. Kuna perception ambazo tumefundishwa kuhusu mahusiano kiuasilia hazipaswi kuwa hivyo, ila tumeaminishwa hivyo. Na kwa sababu hiyo, mimi nataka leo turudi mahusiano kwenye Biblia. Tuachane na mahusiano kwa wataalamu hawa wanaotufundisha mahusiano. Na mimi nimepata bahati ya kukaa na baadhi ya wataalamu wanaofundisha mahusiano. Kinachonishangaza, wengi ambao ni magwiji wa uhusiano, wao wenyewe umewashinda. Nilialikwa kwenye kitchen party pastor. Akasimama mama hapo alichambua mahusiano. "Ukitaka usiachwe, maji ya uvuguvugu." Mweke sijui na Eriki. Mwanaume anabebwa mwanamke. Mweke mgongoni babu. Na mimi niko hapo nimemsikiliza alivyomaliza, maana tulikuwa tumekaa wote sehemu moja. Alivyorudi pale nikamwambia, "Mama, una miaka mingapi kwenye ndoa?" "Bwana, yalinisumbua." Yaani yeye mume wake kafaneje? Lakini akija hapa anakuambia mwekee maji ya nini? Kama maji ya uvuguvugu, Eriki, sijui mpikie chakula. Kama ndio sababu ya kusababisha mahusiano yawe mazuri, mbona yeye kwake amefanyaje? Kwa nini ya kwake aparaganyike, alafu uamini kabisa taarifa zake zinaweza zikawa sahihi? Kwa sababu hazi apply yeye mwenyewe binafsi.
Sasa mimi niwaombe, kama ulinisikiliza vizuri, wakati Yesu anajibu swali, alisema hivi, hamkusoma hapo? Sasa naomba niwasumbue vijana 6. Vijana 6 wenye wanawake ila kwa siri. Hamna, sio kweli, hamna, ni hamna kabisa. 1, 2, 3, 4, 5 na wewe utakuwa wa mwisho wa 6. Washaini ya 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilikuwa na hesabu kichwani ninachotaka nifanye. Nisikilizeni Ukirudi kwenye Biblia yako utakuja kugundua uhusiano wa kwanza muhimu kuliko uhusiano wote duniani sio ndoa. Watu wengi wameaminishwa ndoa ndio foundation. Lakini uhusiano wa kwanza ambao Mungu aliuanzisha, alimuumba Adamu peke yake bila kuwa mwanamke. Kwa hiyo utakubaliana na mimi, huyu ni Mungu kwa sasa hivi. Wewe acha wewe, umejidai. Na kuna mmoja hapa sija atakuwa shetani akia nani. Huyu ni Mungu kwa sasa hivi. Wakati Mungu anaanzisha uumbaji, taasisi zote in the beginning, kila kitu kina mwanzo. Wakati Mungu anaanzisha mahusiano ya kwanza aliyoyatengeneza, huyu ni Adamu. Single. Mahusiano ya kabla ya ndoa, mahusiano namba 1 ambao Mungu anayaangalia kuliko ndoa, na mahusiano haya sio ombi, ni lazima. Mahusiano gani? Kati ya mwanaume na Mungu peke yake, mwanamke akiwa hayupo. Halo? Tuko pamoja? Hata mwanamke, wakati Mungu anamtengeneza mwanamke, mwanaume hakuwepo. Nikiwa na maana gani? Alilala zake. Kwa hiyo Mungu anataka mahusiano binafsi na mtu kwanza kabla hajaingia kwenye taasisi inaitwa ndoa. Nitarudi hapa leo. Usitoke Adamu. Cha pili ndio Mungu akaanzisha ndoa. Nani anayeandika majina yanayocheka? Sogea mbele kidogo ndugu wangu. Hapo. Sikiliza. Foundation, msingi wa kwanza, Mungu mwenyewe. Kwa nini? Ana plani zote ziko wapi? Akatoa plani yake ya kwanza. Na nisikilize, hii plani ya kwanza Mungu anaotoa hahitaji suggestion yoyote kutoka kwako. Ni mapenzi yake yeye anavyotaka. Anatakaje? Mungu anataka kwanza yeye Mungu na mtu binafsi wawe na mahusiano. Baada ya Mungu na mtu binafsi kuwa na mahusiano, ndipo Mungu akaruhusu kitu cha tatu, nini? Ndoa. Cha 4, familia. Hapa napo nitasema huko mbeleni, kwa sababu sio wote tunazaa. Kuna wengine hawapati watoto na wako kwenye ndoa. Baada ya familia ndio inakuja jamii. Baada ya jamii inakuja taifa. Sasa angalieni shida tulizonazo leo. Leo tunataka kujifunza ndoa kwenye taifa, jamii, hata kwenye familia sio sana. Tunataka kujifunza ndoa kwenye taifa linasemaje. Tunataka kujifunza ndoa kwenye jamii fulani. Hiyo jamii inasema nini kuhusu ndoa? Kumbe sehemu sahihi ya kujifunza ama taarifa sahihi kuhusu ndoa ni lazima tuipate kwa huyu jamaa huyu peke yake, na yuko mtu mwingine anaweza kutupatia taarifa sahihi. Ni Mungu. Njoo Mungu. Njoo mwaya. Njoo Mungu. Alafu huko mbele walikuja wanaume tupo Adamu. Usije. Shuka huko chini, kachague binti mmoja Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Wacha we. Haleluya. Lakini nasisitiza ni mfano. Usitoke hapa ukaanzia nilipoishia. Kwamba unajua kama pastor alivyo, unajua ile ni mpakwa mafuta wa Bwana.
anaongozwa na Nisikilizeni wadogo zangu, mahusiano ya kwanza ambayo naomba leo niyaishie haya tu, niyafundishe haya, naomba mshike Mungu. Ngoja nikwambie, huwezi kuishi na mwanamke, huwezi kuishi na mwanaume kama hujui wewe ni nani. Na ili uweze kuwa salama kwenye hii dunia, ni lazima kwanza wewe ujijue ni nani. Huwezi kujijua wewe ni nani mpaka umuulize aliyekutengeneza. Halo? Aliyekutengeneza peke yake ndiye anajua wewe ni nani. Ukienda kwenye jamii, ukajifunza kwenye jamii, jamii watakufundisha mazoea yao kama jamii. Lakini ukienda kwa Mungu mwenyewe peke yake ndiye anayejua kwamba ndoa ni nini. Kwa hiyo cha kwanza ambacho unapaswa ukitafuta uliyekaa hapa, usitafute mwenzi. Mtafute kwanza nani? Mungu. Hebu fungua Biblia yako ni kusurprise kitu kimoja. Mwanzo 2 fungu la 18. Mwanzo 2:18. Mwanzo 2 fungu la 18. Umefika? Kiswahili. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe. Halo? Aliyesema ni nani? Wakati wako Mungu na Adamu. Adamu hakuwahi kuhitaji mtu mwingine. Adamu hakuwahi kutaka mke. Hata kama Mungu angempa wazo, Adamu unataka nikutengenezee mwenzio, aweje? Wewe unafikiri angesema mwanamke alivyo? Adamu alikuwa anajua kwamba mwanamke anapaswa awe na chakula cha watoto kikubwa? Halikuwa hajui. Kwa hiyo ili neno linalosemwa hapa sio neno analolitaka Adamu. No, ni neno analolitaka nani? Mungu. Mungu ndo anasema hivi, kwa sababu huyu jamaa na mahusiano naye, na kwa sababu nina mahusiano naye, hapaswi awe. Samanini nisisitize hapa mnielewe. Kipindi hichi Adamu ni bikra. Mmecheka mkijuaga tu wanawake peke yenu ndio bikra, na sisi ni bikra vile vile. Msije mkajisahau mkajikuta ni nyinyi. Mwanamke ni bikra, ni mwanamke ambaye hajawahi kuingiliwa na mwanaume. Mwanaume ambaye hajawahi kumwingilia mwanamke ni bikra. Mmetuzidi kitu kadogo tu kale. Na sio mmetuzidi by the way, ni sisi ndo tuliwazaa. Si mnakumbuka mlitoka wapi? Cha kwanza muhimu sana kuliko vyote wadogo zangu, huyu Adamu hapa hana demu, hana mchepuko, hana yeyote, na hana mpango naye. Yaani hapa Adamu ukimuuliza, Bwana unataka nini? Akwambia yule ataitwa simba, yule tembo, yule panzi, yule ng'ombe. Hana issue za mahusiano hata doti hili. Wadogo zangu, kipindi unayahitaji mahusiano ni kipindi ambacho haufai kuwa kwenye mahusiano. Nani amenielewa? Nipungie mkono. Yaani kipindi unachosema hivi, siwezi kuishi peke yangu, mimi nimechoka maisha haya, kipindi hicho haufai kuwa kwenye nini? Kwenye mahusiano. Kwa nini? Kwa sababu you are not single. Kwa nini? Mahusiano hakuyataka mtu. Mahusiano ya mtu kwa mtu aliyataka Mungu mwenyewe. Sikiliza. Mahusiano ya kwanza ya Mungu na mtu aliyeyataka ni Mungu. Mungu alipoona haya mahusiano yako vizuri, Mungu akataka mahusiano ya pili. Mungu akasema si vema Adamu awe peke yake, na mtengeneza mtu wa pili. Na sio Adamu aliyehitaji. Sasa langu kwako wewe tunaoishi leo, nini kinakuendesha kwenye maisha yako sasa hivi kuhusu mahusiano? Hivi unajua kuna watu wengi sana ambition zetu ni mahusiano kuliko hata sisi wenyewe. Yesu anaposema in the beginning, kwa lugha nyingine Yesu anasema hivi, nataka muishi ulimwengu kabla dhambi haijakuwepo, lakini vile mtakavyoishi kwenye ulimwengu wa dhambi, muishi kwenye ulimwengu niliotaka mimi kabla ya nini? Nategemea kijana huyu wa kiume mpaka sasa umri huu alionao huyu hajawahi kuwa na mahusiano ya kingono na mwanamke yoyote.